Alikuwa akitembea na wanafunzi wake katika jangwa. Matumbo yao yaliunguruma kwa njaa kali na midomo yao ilipasuka kwa kukosa maji. Halafu akageuka akawaambia, kila mmoja achukue jiwe, maana hapo mbele tutayahitaji hayo mawe. Bila kuuliza maswali, kila mmoja akaangalia upande wake akaanza kutafuta jiwe la kubeba. Wengine kwa haraka haraka wakaokota mawe makubwa, jumlisha ile njaa mbavu zinawauma kweli. Wengine wakaona shida ya nini? Wakachukua mawe madogo madogo kabisa, wakayashika mkononi. Basi bana, safari ikaendelea. Wenye mawe mazito wakaanza kulemewa, wanamwambia mwalimu, tuhurumie, tumetembea safari ndefu bila kula wala kunywa, na sasa tuna huu mzigo wa haya mawe makubwa, tunaomba tusaidie. Waliobeba mawe madogo wakasema, kazi mnayo, kwani nyie mpaka leo hammjui tu mkuu wetu? Mmoja kati ya wale waliobeba mawe makubwa akasema, mkuu wetu huwa anazungumza sana kwa mafumbo, sijui anamaanisha nini. Lakini mkuu yule hakusema neno lolote, akaendelea kutembea mbele tu. Lakini baada ya safari ndefu na jua kuzama, wakafika katika eneo moja ambalo kuna mto. Basi wakafurahia kuyaona maji, lakini baadaye mkuu akasema, kila mmoja alete jiwe alilokuwa nalo. Kisha akainua mikono yake katika anga, kisha ghafla kila jiwe likabadilika kuwa chakula kizuri sana mbele yao. Na wale waliokuwa wamebeba mawe makubwa wakafurahia, wakarukaruka juu sana, maana chakula kilikuwa kizuri, halafu ni kingi cha kuwatosha. Wakala wakashiba. Lakini wale waliokuwa na mawe madogo wakashangaa kushtukia kuona wana chakula kidogo sana katika mikono yao. Wakajawa na machozi na manunguniko makubwa sana, na usiku ule wakalala akiwa na majuto kabisa. Kesho yake bana, mkuu akasema tena kwamba sasa kila mtu akatafute jiwe tena. Bana wale waliokuwa wameokota mawe madogo jana, kwa nini wasikimbilie kutafuta mawe makubwa? Halafu wale ambao walikuwa wamebeba mawe makubwa jana wakasema, acha leo tuchukue madogo. Basi ikawa kinyume chake. Safari ikaendelea. Wakafika karibu na milango ya jiji na mji waliokuwa wakielekea. Mwalimu akawaambia, haya, kila mtu atupe jiwe alilolibeba. Wakatupa yale mawe wakiwa wanashangaa, wamechanganyikiwa na wamevunjika moyo. Wakauliza, mwalimu, sasa vipi kuhusu chakula? Akawaambia akasema, leo hatutakuwa na muujiza wa chakula, maana awamu hii hamkubeba mawe kwa sababu mlikuwa na imani, ila mlibeba mawe kwa hesabu zenu na tamaa zenu wenyewe.